If you're a content creator, download Vidify and start posting content. Also invite other creators to join using their referral code. The creator with the strongest verified participation will receive a $2,000 prize. Join the Vidify Creator Growth Campaign and start creating today. Bwana yake Matilda anarudi, anasema anataka kuondoka na mwanamke wake. Muda huo Matilda yuko kwenye project. I see. Sijui unanielewa vizuri. I know Matilda anaipenda sana, lakini anamtegemea yule mwanaume. Sijui unanielewa. Yeah. Anaipenda sana, lakini anamtegemea yule mwanaume, even familia yake. Kwa hiyo yule jamaa amerudi na nataka kuondoka na mke wangu, unaenda naye Burundi sijui na Marekani hivyo. Kwa hiyo mimi Matilda ilifikia mahali ananiambia pamoja na familia yake, amekuja na mama yake, tena polisi. Mimi sitaki kazi. Yaani unajua kabisa, unaona kabisa huyu amekuwa forced, na ni kwa sababu hakuna namna. Light ingekuwa dunia leo inamlipa milioni 10 yule. Angesema hata angekaza. Yes. Lakini unamwona kabisa huyu mtu, okay sawa. Sio, unaelewa. Matilda ananiambia mimi naacha kazi. Kwa sababu lako. Yaani muda huo kwanza nimeua story. Yaani story ya Manyanya na Violet washaachana. Kwa story imehamia Manyanya na Matilda. Yaani ndo wanaendesha mzigo. Alafu msanii anakuambia mimi naacha. Natakiwa kusafiri na mwanaume wangu. Na najua sasa target ya mshikaji ni ili hakuna namna. Nafanyaje? Hicho ndo kipindi ambacho hapa mwishoni mashabiki walikuwa wanatukana sana. Story imeharibika. Ulibidi ubadilishe. Ni uwe. Ukaua hiyo story. Nimemuua. Watu washangaa tu Matilda kafa. Bro, hizi kazi zinachanga. Kwa muda huo wakati Matilda kipenzi chao. Unafikiri wanasema sasa utafanyaje? Muda huo mashabiki wanakuambia bana, unatuchanganya, story yenyewe imeharibika, imechanganyikiwa. Unatamani kuambia sio nyie tu, mimi mwenyewe nimechanganyika. Mimi mwenyewe huko nimevurugwa. Changanyikiwa. I see. Sio vizuri. Msanii anatoka muda ambao story imehamia kwake. I see. Muda mbaya kabisa. Mbaya. Ambao tension yote iko kwake. Yaani Manyanya kishaachana na Violet, story imehamia kwa Manyanya na Matilda. Kwa hiyo inabidi nibadilishe story ya ghafla. Kwa hata kifo mtu kafa, hawaonyeshi hata maiti sura yake. Maana msanii hayupo, unamuonyesha nani? Yani sijui ni wekeje hiyo, lakini kuhusiana kwanza na masuala ya polisi au kuhusiana na masuala ya mwanaume wangu mimi. Mimi nimeanza kazi kwa Baba Asma almost mwaka mmoja kama na miezi 6-7. Kazi ya dunia. Ikiwa na mwanaume wangu huyu nipo naye. Tumeanza mwezi wa 9 2024. Nilikuwa naishi nyumbani kwangu Kinyerezi. Na tulikuwa tunashuti nyumbani kwangu mimi. Hapo nilipokuwa na akija mume wangu tunakutana miezi 6. Kwenye nyumba yangu. Na hata mume wangu alipojaga likizo, tukawa tunafika tu hata tunamtoa ndani, mimi naendelea kushuti huko ndani. Hapakuwa na migogoro yoyote kuhusu yeye na mwanaume wangu, wala mimi kumwambia baba hivi, hapana. Kwa hiyo naomba nimtetee kwanza kwa upande wake, japokuwa kwa kila binadamu ana mapungufu yake. Na kama kazi zenyewe unaona mama Manyanya kalifanya hivi, inahitaji moyo. Kweli. Sio, unaelewa? Na nilijitahidi kujiachia. Kwa hiyo kwa mwanaume yoyote, sio kwangu mimi tu. Nadhani hata yeye angekupa kwa mfano mke wake anafanya kazi kama zile, lazima kuna muda unachukua kama kweli. Hilo la kwanza. Yani naomba kwenye mambo anayoongelea kuhusu mwanaume pia anaangalia na mema yake. Kwa sababu miezi 6 nimefanya kazi kwake, hakunilipa mimi mshahara, wala halikuwa alipi kodi kwenye nyumba yangu. Nilifanya free. Kutokana nitafuta mwanangu, mimi niko hivi na bajeti sina. Muona? Nikafanya kazi naye miezi 6 bila kunilipa. La pili, kuhusu polisi. Hilo la kuhusu polisi, mimi nilianza kumwaga Baba Asma kuhusu safari ya kuondoka. Na sikumtajia nchi nayoenda, nadhani, au sehemu nayoenda, ila nilimwaga. Tangu na mimba miezi 7. Mpaka sasa hivi mwanangu ana miezi 6 sasa hivi.
Nilimwaga akaniambia toa mwanangu hamna shida. Yaani mtu ambaye kama hivi ukiangalia kwenye watu ambao wanafanya kazi unakuta kuna story mtu kaandikiwa story yake ashuti amalize kazi zingine ziendelee, si ndivyo? Yeah. Ila yeye alisema kwamba hawezi kutunga story, lazima story yake atunga muda huo. Ila angenipa story yangu, mbona story vipande karibia 100 mtu unashuti kwa mwezi mmoja au wiki 3. Lakini kwa kweli mwenyewe alishindwa, ikafika hatua ya hiyo safari kuja, na sikumwambia kama ni rasmi. Nilimwambia tu baba unakumbuka? Akaniambia nakumbuka. Na wazazi wangu pia. Yaani kuna muda sio kwamba wazazi wananiingilia mimi. Ila wanaangalia na umuhimu wa mwanaume, kwa sababu kila mwanaume pia anahitaji utulivu. Haiwezekani ndani ya mwaka mmoja huo na nusu mwanaume wako akija unashuti tu. Kuna muda mwingine kama sio kusafiri, unatakiwa upate likizo ya kupumzika, kwa sababu sisi ni binadamu na tunatakiwa tupumzike, na tunafanya kazi, tunakesha. Muda mwingine napigiwa simu saa 8 na mume wangu yupo naenda na shuti usiku, na mtoto mdogo naenda na shuti saa 6 usiku. Lakini ndio kwa sababu ni baba na ni peace. Tukaenda polisi. Polisi tulienda kwa ajili gani? Mimi na yeye ndo tulikuwa watuhumiwa. Alikuja hapa nyumbani, mimi nilikuwa sipo, nasikia akaongea maneno mengi kuhusu mwanaume wangu, kwamba huyu akija akimchukua Matilda, nitachukua pasipoti zake, nitazichana, nitampa kesi ya uhaini, hivyo. Kwa hiyo wajomba zake wale, kabla ya kufika hapa Tanzania, wakaenda stakishari kuripoti. Walivyoenda kuripoti, tukaitwa mimi na yeye. Tulivyoitwa mimi na yeye, tukakalishwa chini, tukaelekezwa, jamani, kwenye mambo yenu ambayo mnafanya msipende kuwashirikisha watu, ikazeni watu wawili, wewe na huyu mtakao muelewane, wewe muangalie mwanao na mwanao kuangalie wewe. Na kuhusu kusafiri, alikuwa binaje kuongea, ndio akaanza kuongea mimi na mkataba naye. Mimi nikamwambia baba, haya mambo ya mikataba tuyaongelee nyumbani, sio hapa polisi, kwa sababu haya hawayahusu haya mambo. Utafunga mtu mtafanya hivi. Wakati wa mkataba mimi ndio mwenyewe ndo nilimpa msaada. Nilimwambia babangu, wako mimi sio kuferisha wewe, tusaini hata mkataba wa uongo tu. Ule mkataba akaenda akaubadilisha ukawa mkataba wa ukweli. Ukaja mkataba wangu mimi haujasainiwa na mwanasheria, wake msainiwa na mwanasheria. Nikagewa siku 5, nikatumiwa, nitaitwa mahakamani nilipe fidia milioni 70. Mimi nikatuma ujumbe wangu mfupi. Wakwao ulikuwa unasema hivi, naomba nikusomee. Okay. Notisi ya sheria juu ya uvunjifu wa mkataba. Husika na kichwa cha notisi tajwa hapo juu. Sisi ni mawakili wa mahakama kuu na mahakama zingine zote za Tanzania. Tumeagizwa na kampuni ya Beach Production, ambaye hapa anajulikana kama mteja wetu, kutaka yafuatayo kutoka kwako: kwamba uliingia katika mkataba wa kazi na makubaliano ya kufanya sanaa za uigizaji pamoja na kutoa huduma za burudani kwa kupitia filamu katika kati yako na mteja wetu, ambapo ulikuwa ni mkataba wa miaka 3 kutoka 2025 mpaka 2028, kwamba ulikubali makubaliano na masharti yote yalikuwa yamewekwa katika mkataba huu tajwa, na kisha pande zote zilianza kutimiza majukumu yao, kwamba katika tarehe tofauti za mwezi Januari 2026 kwa kushirikiana na watu wengine ambao hawakuwa sehemu ya mkataba ulioingia na mteja wetu, mlianza malalamiko na kuonesha dhamira ya kuvunja mkataba bila kufuata utaratibu. Kwa mujibu wa sheria mkataba sura ya 345 ya mwaka 2023 inawataka watu wote walioingilia kati ya mikataba wanahakikisha wanatimiza majukumu yao sawa na makubaliano hayo, kutimiza haki za ndani ya watu kushindwa kufanya hizo kazi, mkataba kuvunjika. Ni hivyo upande ulioathirika kuvunjika mkataba utapaswa kulipa fidia kutokana na uvunjifu huo, kurejea kiungu cha 37 na kifungu cha 374 za sheria hiyo, kwamba mnamo Januari ulitamka rasmi kuvunja mkataba huo taji, ukaoneshwa nia ya kutoendelea na nafasi ya uigizaji na uhusika wako katika tamthilia ya Domus. Hili hali ulipewa nafasi ya ushiriki mkuu katika tamthilia hiyo main character, na ukiwa ndani ya mkataba, na hivyo kuondoka tu katikati
mwendelezo wa tamthilia hiyo kwamba umevunjika. Hivyo basi tunawasilisha notisi hii tukikutaka uheshimu mkataba uwenge na mteja wetu, ufanye majukumu yako ambaye uliyekubaliana na kusaini. Ulipewa fidia ya milioni 30 kama kiasi cha kuvunja mkataba, sawasawa na ulivyokubaliwa na kuandikwa kwenye mkataba usiosainiwa, ikiwa pamoja na malipo ya fidia sawasawa na shilingi milioni 70 tokana na hasara utakayoisababisha. Sasa basi tunakupa siku 5 za kutimiza masharti urudi kazini. Nilipoona mkataba sikupaniki. Sikupaniki, nikawa najiuliza hivi ni kweli ama tu yeye mwenyewe baba kajisikia kutokana na labda tulishindwa kuelewana na polisi. Tulishindwa kuelewana mimi na yeye. Ananiongelea mkataba ambao mkataba mimi siujui. Kwenye mkataba tulielewana kulipana ni 500,000 lakini alikopo miezi 6 hajanilipa. Na nyumbani kwangu kuwahi kunilipa. Ukiachana na hivyo, hiyo mishahara ananipa 1,500,000, 200,000. Hapo ni nani aliyovunja mkataba? 200,000, 50,000, sometimes hata mimi mwenyewe ndio mwingine ananiazima. Ninacho natoa kwenye ndani ya miezi 6. Nimeshamwazima vitu vingi tu, mbona haviongelee? Lakini maswala yeye na mwanaume wangu siki wengine labda wanaoingia hapa pekee wanajua, na mimi siwezi kuingilia. Kwa sababu mimi mwanaume wangu hajawahi kuniingilia kwenye kazi yangu. Tukikaa chini tunaelekezana, na sijawahi kusikia kamfuata sijui hataki kazi. Labda unisho ushahidi ambao yeye anasema kamfuata hataki mwanamke wangu afanye kazi. Mimi nilimuomba likizo ya mwezi mmoja, ambao huo mwezi hata kama nisenge safiri lazima tu mimi ningeenda, ningepewa nafasi ya kupumzika kama binadamu. Aya sawa, tumeongelea swala la mkataba mimi kuvunja. Mwaka 1.5 anataka fidia milioni 70 wakati mshahara wake hata milioni 1 usifike, ambao mimi nimefanya kazi kwa nguvu zangu, nazimia location, natumia. Kuna kipindi nikawa hadi kodi sina. Nimeelemewa, sina kodi, nadaiwa kodi ya miezi 3. Mama yangu anaumwa, sukari imepanda, nimetumia fidia milioni 6 mama kupona. Niliomba mimi, baba naomba nisaidie milioni 1 tu. Hivi niuze hata makochi. Niliuza makochi ya milioni 2 ambao tulikuwa tunashutia mimi na wao. Niliuza 700,000. Makochi ya milioni 2 niliuza 700,000. Lakini leo anakaa kwenye media, sijui mwanaume wake anakumpeleka Marekani, anataka kumpeleka sijui Burundi. Yaani usiana vipi na kazi? Kwa sababu kuna baadhi ya comment naona kama watu wengine wanaelewa sasa. Yaani kama wanasema ni sahihi, yani hata kama alifanya hivyo mwanaume si mke wake hivi. Yaani kama wengine wanaelewa, lakini ambapo mimi mashabiki wangu wananikubali, wanavonielewa. Wanaona kama nimeharibu kazi kwa makusudi. Kwa wanakulaumu, sio? Yaani wananilaumu, kwa nini umefanya hivi? Baba Asma kakuua kwenye kazi, kumbe wewe ndio umemkwamisha Baba Asma. Mimi sikumkwamisha Baba Asma, na hata ya mambo yasingefika huko. Ila kutokana na yeye alisema hataki tena kazi na mimi, anataka kazi ya mkataba. Polisi twende mahakamani, yeye ndo kaanza kutuma notice ya mahakamani. Ina maana mpaka hapo nikamwambia hata kama nikifanya kazi siwezi kufanya kazi kwa upendo. Mtakuwa tayari mmeingiza kweli. Kwa sababu mimi nilifanya kazi kwa upendo miezi 6 kunilipa, na ulikuwa unashiti nyumbani kwangu. Kwa sababu huwezi kuongea hivyo tena, hizi media bwana zinanitafuta sana. Lakini kwa nini sitaki na sizipendi? Kwa sababu nitakuja kunichafua. Kama yeye alivyoenda kuongea na swala ya mwanaume wangu. Kila mtu kama sasa ilikuwa asili, sasa kila mtu anajua haya sasa niko Marekani, niko Tanzania. Hapa tunaongea ni tunatumia simu ya kawaida, uko Tanzania. Niko Tanzania. Lakini mtu msema peke kila siku ndo anaonekana kaongea kitu cha kweli. Ila kila mtu akisema waguso moyoni mwake, yeye ndo ana faida kubwa. Japokuwa mimi ndo nilikuwa nacheza mule, niloshikwa mule, yaani nilifanya vitu vya ajabu vingi tu ambavyo vinaumiza. Iweje mwaka 1.5 siku moja tu mtu mkatae kazi
Na wakati nilikuwa na shoot nazimia na mimba nazimia. Nyumbani kwangu nazimia na naamka naendelea kushoot. Mamangu anaumwa sukari, yeye mwenyewe anajua. Sina kunisaidia kwa sababu mimi nibali kwetu kama mimi ndo tajiri au siku tajiri kusema na hela. Yaani kama kidogo ndo mwenye uafadhali. Yeah. Kila mtu anaangalia mimi, wadogo zangu mwenyewe anajua, anatambua hivi. Lakini leo hii mtu ananiongelea, yani sikutakaposikia mambo yote kusikia huko. Mimi naona ni masuala ya maslahi ndio mimi na yeye tulishindwana. Sio masuala ya mwanaume wangu. Na sio masuala ya kusafiri kwa sababu mimi sijasafiri. Nipo na watu wananiona nafanya biashara zangu kwa sababu mimi ni mfanya biashara. Okay. Nafanya biashara zangu, nauza vyakula mitandaoni, nauza marusheni mitandaoni, na kufanya delivery mimi mwenyewe. Watu wananiona. Ila sikutaka hizi share hizi za kuumia kwa sababu mwisho siku mimi mwenyewe naumia. Yeye anaona alichokiongea sio kibaya kwa upande wake. Ili madi mashabiki warudi upande wake waendelee kuangalia. Hata kama unarudi kwa upande wake, sio kuingizia watu. Angetafuta namna nyingine ya kufanya. Kwa sababu kila mtu akisema ongea kwake, tuna mengi tu kuongea. Ila wasanii tunapitia mengi. Hivyo hiyo mshabiki yangu anamwambia labda sijalipo kama hivyo miezi 6. Mtu anasiti nyumbani kwangu. Na yeye yaani kujipata tu. Kanunua gari, anakaa nyumba milioni 1. Hivi yaani kwanza hebu ichukue wewe hiyo. Yaani ufanya wewe ndo mati sasa. Sawa, mshahara 500,000 unagawa 50,000, 1,500,000. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hajui dunia. Ukiongelea dunia unaongelea story kubwa sana. Ambayo kila mtu akiangalia viewers anajua kabisa hii ni pesa. Anajua kabisa huyu watu wanaingia. Yaani kulikuwa kuna haja ya kunyonyana. Alafu mwisho wa siku hata sawa yeye anasema mwanaume wangu yani alikuna makauli kaongea siku familia yangu wanamtegemea. Sawa. Tuache kumtegemea. Kwa 1,500,000 au 100,000. Mtoto wangu anakula nini, mimi nakula nini? Mbona yeye familia yake itetereki? Kama aliamua kuua story, labda mwenyewe kwa mapendekezo yake kutokana na kushindwana. Lakini asiseme sijui mwanaume wangu. Sio sawa jamani. Kwa hiyo mimi niangalie. Okay, sawa. Kwa hiyo yale masuala ya mahakamani, ule mkataba ambao ile notice uliotumiwa na wanasheria wake wanasema ulipe ndani ya siku 5, wewe umejibu, imefikia wapi? Bado mnazozana? Yaani ule mkataba, yaani nahisi wenyewe walivukaa kujadiliana na mawakili wake au wanasheria wake. Nahisi wanasheria wake wenyewe, yaani kwa mtu yote mwenye akili timamu anajua kabisa kwamba mwenye shida hapa ni mtu fulani. Kwa yeye kauzima kabisa, yani hamna tena hiyo kesi, sijaitwa kuitwa mahakamani, sijaenda kufanya chochote. Imeisha. Ila mimi mwanasheria wangu kwa sababu alitengeneza na mimi barua ya notice ya kumrudishia yeye. Okay. Akumpa muda. Yaani sikutaka kwa sababu mimi kama nilivyokuambia na mambo mengi ya msingi, yani najitafuta bado. Yeye ndo aliambia mimi sasa inabidi nikalalamike. Ili kama kuna uwezekano, tunataka nifike 1.5 anirudishie mimi pesa zangu ambazo mimi yeye namdai. Na hivyo sije kwa sababu mkataba alianza kuvunja yeye. Okay. Hivyo fidia ambazo alisema ukivunja mkataba si milioni 70. Yeye ndo alianza kuvunja mkataba. Kwa hiyo naisi hata mawakili wake pia wakaona yani akipeleka mahakamani mzee anabanwa. Ndio maana ule mkataba japokuwa ni wa uongo lakini sikuukataa. Nikaukubali. Kwa sababu chanaga mkataba wa uongo. Nikaukubali, ila nikawajibu. Nikawaambia mimi nathibitisha barua yenu.
lakini kuna mambo kadha. Na uliposikia kwamba amekuua kwenye story, ulijisikiaje? Yani kuna muda unafika, yani hauna tena cha kujisikia. Kwa sababu kama kitu kinatokea, huwezi jua Mungu kakuepusha na kitu gani mbele. Okay. Kudanganyi kwa Mungu wangu. Hata leo nimekaa, sijajisikia vibaya, sijapata shida yoyote, ila ndo kanipa nguvu mimi ya kufanya maisha yangu. Kwa sababu unaweza ukasema huyu hapa namsaidia, nitakuwa naye bega kwa bega, lakini kumbe mwenzako kesho na kesho kutwa lengo lake yeye ni kuja baadaye kuchafue tu kama hizi. Kwa yani sikujisikia hata vibaya, kwa sababu mimi najua nimeshafanya kazi na Mungu ndiye anayelipa, na ndo anajua jasho gani lilitumika. Na alikuelezea kwamba anakufahamu wewe jinsi ambavyo unapenda hii kazi, na ni wazi kwamba kwa namna ambavyo umecheza kwenye dunia uhusika wako ulipendwa na mashabiki wengi. Sasa future yako ikoje kwenye uigizaji? Ndio umeacha kabisa au inakuaje? Hapana, mimi sijaacha uigizaji, na hata kipindi ambacho nafanya kazi kwake ulikuwa nasumbuana na watu wengi, lakini sasa yeye anabana huku usiende, yani hataki. Ila kwa sababu mimi sasa hivi niko mwenyewe najitegemea, watu utaona tu kazi zangu. Okay. Umesha pewa offer zingine tofauti ambazo labda utaingia location hivi karibuni? Nilipata, lakini sijaikubali. Yani nilikubali, lakini mwisho wa siku nikampigia simu madam wa nani huyu wa Shula. Okay. Au wajua kaya kwenye TV, nikawaambia kwamba kwa sasa hivi kidogo naomba nipumzike. Ila baada ya kama mwezi mmoja hivi kuna vitu vyangu nikishaweka sawa ili tusisumbuane tena na watu wengine, nitarudia tena kazi, kwa sababu bado mtoto wangu mdogo, alafu sina mtu wa kumwangalia. Okay. At least atimize hii miezi 6 avuke, sababu nilikuwa tu kama namtesa. Kwa hiyo kinacho keep busy sasa hivi ni kuwa mama, kumlea mtoto wako, sio? Yani kikubwa ambacho nahisi kinachonifanya labda nipumzike kwa mwezi huu ni mtoto, kwa sababu niko na mdada wangu sasa hivi siko naye, amepata matatizo. Okay. Niko naye kwa hata kwenye biashara zangu, yani najitahidi tu ibebe madi tusilale njaa. Okay, sawa. Na kuhusu mumeo, ana plan kukuchukua kupeleka, anaishi wapi yeye? Mume wangu ana biashara zake, anaishi huko, lakini anasafiri. Yani ni mtu wa kusafiri. Okay, kwa hiyo hilo swala la kwamba akuchukua kupeleka nje ya nchi si kweli. Yani si kweli, ila ni kweli. Yani si kweli alafu ni kweli, kwa sababu okay, ni kama nilimuomba likizo, si kwamba niondoke. Yes, waga nakujaga huko wiki 2 wiki 3. Ndio hizo wiki ambazo naye aliomba, hata wiki 1 2 hivyo tu yani. Muende huko afu unarudi. Nifuate yeye huko alipo, kwa sababu kazi zimembana. Na sasa hivi hayupo, amesafiri tena, sio? Hayupo, yupo huko kazini kwake. Okay, sawa. So kitu gani ambacho unakimiss Matilda kwa huu kimya? Yani kitu ambacho yani sijui na kimisi, lakini yani mashabiki zangu ni wananisumbua mno. Yani kiasi kwamba mpaka sasa yani mimi mwenyewe iko labda ndo kinachoniumiza mpaka ni watu, kwani hichi kitu kilichotokea ni kikubwa namna hii, lakini wanatakiwa wajue kuna hichi na hichi, lakini sisi kuongea nao. Yeah. Lakini natumaini wakisikiliza hizi voice, ukichukua na zile video za baba wakazisikiliza vizuri, watajua tatizo liko wapi. Naona bado unamuita baba Asma kwa maana ya kumheshimu. Unamchukuliaje? Unamchukia? Simchukii, ni kama baba yangu. Na ndio maana karibia sasa hivi mwezi media nyingi sana zinanisumbua. Okay. Ndio waga unaniuliza kama umekufa, naambia mbona hajanizika?
Hajanizika, naambia hajanizika. Siwezi kujua uko mbele, sijafa. Unagombika na walipi hapana, ni baba yangu. Yeah. Zote. Hata kwenye message naweza nikakutumia, lakini ninawajibu short. Okay. Baadhi ya wasanii wananitafuta, lakini hapana. Mimi ni baba, ni baba, ni baba. Sitaki na sipendi, sio vitu vyangu kwanza. Okay. Hata pengine ngongeni ni ile hasira ya mashabiki. Kwa sababu mwisho wa siku naweza nikafanya kitu kingine, wasinifuatilie. Kweli. Lazima ujue upande wako pia. Ni mtu ambaye ujali wao, unajijali wewe mwenyewe. Maana kwa kilichotokea mashabiki wameumia sana. Naona upendo ulikuwa mkubwa sana kwa karakta yako. Hata ile ambalo ameliongea yeye baba, ajui. Yeah. Lakini kwa mashabiki mtu anaweza kanikuta kama babana akanipiga hata makofi. Jinsi ambavyo wameumia. Jinsi ambavyo wamelibeba. Yaani wewe utatia mapenzi kwenye kazi. Wanakuambia, wanakufuata DM wengine. Yaani wananiambia, sasa mimi ningekuoa wananiambia. Okay. Yaani yote yale. I see. Lakini uzuri ni kwamba umepata fursa, umeeleza pia kwa upande wako. Kwa mtu ambaye ni muelewa ataelewa kwamba hali ilikuwaje. Na mimi kwamba wanakuombea ufanikiwe, urudi na uwe mkubwa zaidi, kwa sababu uwezo unao na nguvu bado unazo. So mwanao ni wa kike wa kiume? Ni wa kiume. Wa kiume, sawa. Kwa hiyo kishakuwa ukirudi kwenye set, bila shaka wataendelea kuenjoy uwezo wako, au sio? Basi labda kama una la mwisho Matilda kuambia mashabiki wako, unawaambiaje? Naambia tu mashabiki wangu nawapenda, na sijafanya vitu kwa makusudi kusema na mkomoa mtu fulani, hapana. Nimefanya kazi kwa muda mrefu. Kwa nini nisenge change huko nyuma, lakini kwa nini sasa? Kwa sababu maelewano hayakuwa mazuri. Kwa hiyo wanipokee, wapokee na maamuzi ambayo yametokea. Tutakusema tena kwenye kazi zingine nyingi. Tunajua unanipenda sana. Mimi mwenyewe nawapenda mno. Na nawashukuru sana.